Mara zote unapoona jambo linakuja katika mtazamo mbaya, haimaanishi ni jambo baya. Kuna baadhi huwa ni mazuri, ila yanakuja katika mwonekano mbaya. Kwa hiyo jambo la msingi sio kukurupuka kuanza kulikataa au kulaumu au kulikimbia. Wakati fulani inatakiwa ukubali kulipokea na kuliweka katika maisha yako. Wakati fulani Mungu anakuletea jambo zuri lililo katika mwonekano mbaya ukiwa na sababu tatu nyuma yake. Sababu ya kwanza ni kwamba analiweka katika mwonekano mbaya ili watu wengine wasije wakalitambua kabla yako, kwa sababu yawezekana alikuwa ameliweka special kwa ajili yako. Sababu ya pili ni kwamba analiweka katika mwonekano mbaya ili utakapolipokea na kulianza kulivumilia na kuliendo katika mwonekano wake ule ule, usije ukaikosa mafunzo muhimu ambayo alitamani uyapate katika kipindi chote kabla ya kulipokea au kuona uzuri wake. Kwa hiyo anakuruhusu kupitia harakati za kutengeneza ubaya ule ili uwe na mwonekano mzuri, kwa sababu anatamani upitie mafunzo kadhaa kabla ya kupata uzuri wa lile jambo ambalo analileta. Jambo la tatu ambalo linafanya alilete katika mwonekano mbaya ni kwa sababu yawezekana kuna vitu kadha wa kadha ambavyo wewe bado hujakubali kubadilika. Kwa hiyo analilinda, analiwekea mwonekano mbaya ili kulilinda, ili kukufunza au kukupika wewe ubadilike kwanza, ili kupokea kile ambacho anakusudia uweze kukipata. Kwa hiyo usiwe mtu wa kulalamika sana. Wakati fulani jipe muda kabla ya kulalamika, kumsikiliza Mungu anasemaje kuhusu wewe. Wengi wanaamini kwamba kumsikiliza Mungu hadi uwe mtu wa kusali, hadi uwe mtu wa imani fulani. Mungu ni wa kila mtu, hana imani, hana dhehebu, hana ukabila, hana nini. Kwa hiyo kwenye swala la wewe kumsikiliza Mungu sio swala la kidini, ni swala la wewe na maisha yako binafsi, kwa sababu kama unaamini kwamba Mungu ndiye aliyekuumba, kuna haja ya kumsikiliza. Na namna ya kumsikiliza, kuna kitu kinaitwa meditation, au kwa Kiswahili tunaweza tukasema tafakuri, ambayo yani muda ambao unakuwa katika kufikiri kwa kina, ambapo hakuna mtu yoyote anayetakiwa kukubadilisha katika mwelekeo uliopo. Ukiwa katika kufikiri kwa kina, unafikiria kuhusu jambo fulani ambalo unatamani kupata ufumbuzi wake. Sasa katika wakati huo unaweza kutumia kumsikiliza Mungu. Ni kitu gani ambacho anatamani ujifunze kupitia yale magumu ambayo anayaleta katika maisha yako? Wakati fulani magumu yanakuwa fursa pale unapoyapa nafasi katika maisha yako, ila pale unapoyakwepa, kuna msemo mmoja unasema hauwezi kuishinda shida au changamoto kwa kuikwepa, bali ni kwa kuikabili peke yake. Nichukue hili, linaweza likakusaidia katika maeneo fulani katika maisha yako.